Maisha ni kama shamba, kila siku kuna vitu vinapandwa, na inawezekana ujui nani anapanda, lakini mavuno huwa yanaongea ni nini kilichopandwa. Unaweza ukaishi usielewe nini kinapandwa ndani yako, lakini mavuno yanapoanza kuja, wengi huwa wanakaa na kupiga mahesabu, haya mavuno yametokea wapi? Kuna ambayo Mungu anapanda kwako ambayo ni mema sana, alafu kuna ambayo shetani anapanda ambayo ni mabaya sana. Sijui kama ulishawahi jiuliza, kwa nini shamba nimelima, nimeotesha mahindi, nimeyawekea mbolea, lakini kuna magugu yanaota yanakuwa makubwa kuliko mahindi. Alafu hayo magugu ukuwahi yaotesha, ukuwahi yawekea mbolea, lakini yanastawi na yanakuwa makubwa kuliko mahindi. Utakapoelewa kwamba kuna mambo yaliyopandwa na Mungu ya kiungu kwa sababu ya kwenda kwenye hatima yako, alafu kuna mambo ambayo shetani naye anataka kupanda. Shetani anataka na yeye kulima mazao yake, na Mungu anataka kulima naye mazao yake. Mungu anategemea shamba ni wewe, na shetani anategemea shamba ni wewe. Wewe unatakiwa kuamua, ni kipi ninakiacha kiote ndani yangu mimi kama shamba. Mbaya au nzuri ni kwamba Mungu akupangii lazima uoteshe mazao yake. Shetani yeye anaweza kutumia njia ya kulazimisha ya kwake yaote. Shetani anapong'ang'ana na shamba lenye rutuba, ndipo hapo mtu anasema mbona majaribu yamekuwa mengi, mbona vita vimekuwa vingi. Shetani hataki kulima kwenye mawe, shetani anataka kulima kwenye rutuba, na rutuba ni wewe. Kumbe kuna haja ya kugundua hivi, ninapoona changamoto zinainuka, nijitambue mimi ni shamba lenye rutuba, natakiwa kufyeka magugu haya yanayoota. Yako magugu majaribu, yako magugu magonjwa, yako magugu umaskini. Shetani anapandikiza ili kuzuia yale mazao ya kimungu yasiote ndani yako.